Yes, bane warigwan cha msingi ni kubonyeza alama subscribe. Utakuwa umetisha kinoma noma. Leo nitakuletea stori mbalimbali ambazo zimechukua nafasi kwenye upande wa entertainment kutokea Bongo Tanzania, na ya kwanza ni hii hapa ambayo inamhusu mtu mzima Benpo, ambaye yeye kwa mara ya kwanza siku ya leo amepata nafasi ya kuweza kuwaonyesha mashabiki zake, lakini pia ulimwengu kwa ujumla kwamba yo bane, familia yangu hii hapa. Amepata nafasi ya kuposti picha kadhaa akiwa yeye na mke wake, lakini pia na mtoto wake ambayo aliambatanisha na bongi moja la caption already 6 months, akimaanisha kwamba mtoto wao huyo ameshakuwa na miezi 6 mpaka sasa hivi toka alivyokuja duniani. Akaweka hashtag fulani hivi imeandikwa Chief Mo, lakini pia emoji ya king na viusta fulani hivi kwa mbali bana, usio Benpo aliweza kuambatanisha picha hizo na ngoma yake ambayo inafahamika kwa jina la Eba, mmoja kati ya ngoma ambayo ni nzuri sana. Ukipata nafasi ya kuweza kuisikiliza utaenjoy nayo, kitu ambacho kiliwafanya watu kadhaa kudondoka kwenye comment section na kuweza kudrop comment mbalimbali. Madiyali huyu hapa ambaye ni msanii aliweka alama ya love tatu zikawepo hapo kama emoji, lakini pia Bongosozo _Tanzania aliweza kumwambia yo bane, raia pacha unakuhusu bana. Comment zimekuwa nyingi sana. Dembe huyu hapa alipata nafasi ya kuandika bas wajomba, tumethibitisha damu yetu hii, au sio? So Benpo imekuwa ni good kwake huyu mshikaji bana. Amekuwaga na mahusiano fulani hivi, watu wengi wamekuwa kijiuliza mbona kama Benpo mahusiano yake anakuwaga na watu fulani hivi ambao sio kinyonge. Kwenye upande wa pochinene wanakuwaga wakogo vizuri sana na mshikaji hatujajua anakutana nao wapi, au ndio gentleman fulani akitokea kipande fulani hivi anakutana na watu aina fulani hivi, alafu mitkasi inakuwa poa sana. Itupe kodi Benpo, tunaondokaje bana? Ni kauli za vijana wengi kwenye comment zake bana, msije mkasema ni PV. Mimi nimeafikisha kama ambavyo yapo. Lakini pia on to the next one, niko na hii hapa story kuhusiana na mtu mzima Mario. Kumekuwa na kelele nyingi sana na mijadala mbalimbali kupitia mitandaoni, lakini pia mpaka mtaani, kulingana na kile ambacho Olua ilikuja nacho, namba za ajabu, namba ambazo hazijawahi kuonekanika hata siku moja. Katika mpangilio wa namba zilipata nafasi ya kuweza kuonekanika kwenye Olua. Stories zikawa nyingi sana kwamba bana, mbona kama mtu mzima Mario ngoma yake Olua haijapanda kwenye trending tabu ya YouTube kibongobongo. Kupitia siku ya leo hatimaye ngoma hiyo imefanikiwa kuingia mpaka namba 1 kwenye streaming na platform mbalimbali kutokea hapa nyumbani Tanzania na Afrika, kuanzia Apple Music, Audiomack, YouTube, lakini pia Boomplay. Ngoma ya Olua imefanikiwa kushika nafasi ya kwanza kama nyimbo ambayo imesikilizwa zaidi kwa hivi siku za karibuni katika mataifa mbalimbali, na watu wengi pia walimwambia bwana Mario, hatukuachi hivi hivi, kwa sababu Mario baada ya namba hizo kutimizwa alidondoka kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuandika kwamba pale YouTube ndo mmesemaje, eti kama vile anauliza fulani, afu kaandika #Olua link on my bio, alama ya moto ambao unawaka bila kuzimika. Sasa washikaji wengi wakadondoka kwenye comment section yake, wakapata nafasi ya kuweza kuandika machache kulingana na hizo tambo za bwana Mario ambazo alizifanya. Ujamaa ambaye anafahamika kwa jina la Donald 543 _213 alipata nafasi ya kuandika hii comment ambayo ilizua taharuki kidogo. Aliweza kuandika nyimbo yako ina likes 28,000, views 1,109,000. Nay wa Mitego ngoma yake ina like 56,000 na views 550,000. Huoni kama huna akili ya Omari, akimaanisha kwamba Mario ametupiga tena. Lakini pia kuna mshikaji aliweza kuandika tuseme Nay wa Mitego ndo namba 1 on trending like now. Lakini pia kuna mtu alimwambia Omari, nasubiri ruksa kutoka kwako, tuwafanyaje? Of course comment zilikuwa ni nyingi sana, lakini hii moja ya Donald ilizua taharuki kubwa sana bana, msio. Tuachane na Mario, tudondoke mpaka kwa mtu mzima Juma Jux, ambaye weekend hii hapa amefanya bonge moja la show, na ni show ambayo imeacha maswali mengi sana na gumzo kubwa sana kulingana na mahudhurio yalionekana kama machache, lakini pia wa Nigeria ni kama hawakuheshimu kile ambacho kilienda kufanyika pale, au sio? Diamond Platnumz ni msanii mkubwa kabisa wa A-list ambaye kwa muda kadhaa hajawahi kupata nafasi ya kwenda kuperform kipande cha Nigeria. Alipata nafasi hiyo akadondoka pale na
akapiga show kama kawaida kumsupport mtu mzima Juma Jux, japokuwa show ilikuwa sio ya kwao kwa sababu ni tamasha ambalo huaga limeandaliwa na watu wengi pia wanaendelea kufanya mpaka kipande fulani hivi cha miezi ya 12 mwishoni ndipo ambapo matamasha hayo yataacha kufanyika kipande cha Nigeria bana. Kwa kila Juma Jux wenyewe walimaliza hivyo, lakini mwitikio haukuwa mkubwa, hata video zao hazijawa nyingi sana. Big shout out kwa Diamond yuko Sierra Leone, leo nimeona ameumiza kinoma noma bana, usio. So tuachane na hiyo story kuhusiana na Juma Jux bana na hizo ripoti kutokea huko, tuende moja kwa moja mpaka kwa mtu mzima Young Lunya. Huyu ni moja kati ya washikaji ambao wanafanya game ya hip hop. Young Lunya amepata nafasi ya kuweza kuandika kwamba yeye anahisi kwa upande wake hip hop imekuwa ikimvunjia heshima na historia ipo siku itahukumu, na mshikaji ameonekana kama kuna maumivu fulani hivi ambayo amekuwa akiyabeba kwa muda mrefu, lakini this time akaona bana isoke sehemu ngoja niweze kuzungumza na maraia vitu gani ambavyo navipitia. So yamedai kwamba watu wengi sana wamekuwa kimvunjia heshima, hususan industry ya hip hop, na huyu jamaa ni moja kati ya wasanii ambao kwa generation ya sasa hivi naamini kile kitu ambacho anakuwa anakifanya. So kupitia IG yake alipata nafasi ya kuweza kuandika IG story, I feel the hip hop industry has been disrespecting me. Akaandika FS7 ikimaanisha kwamba freestyle session 7 itakuwa ndio freestyle yake ya mwisho, huenda ikawa hivyo na historia itajaje bana. Alafu akamaliza kuandika mea akimaanisha kwamba yeye ndio goti, akimaanisha ni mbuzi na ni bora muda wote kutokea hapa Bongo. Unahisi mshikaji wetu ni kitu gani ambacho anakipitia Young Lunya? Unaweza ka drop comment yako, utakometisha kinoma noma. Tuachane na Young Lunya, tunondoke paka Unyamwezini ambapo mtu mzima Tyla na Travis Scott penzi lao inaonekana kuzidi kupamba moto, na kuna gumzo ambazo zinaendelea chini kwa chini kwamba Travis Scott wamekuwa na ukaribu tangu mara ya kwanza alipokutana na mrembo kutokea kipande cha SA Tyla, na mahusiano hayo yanaendelea kuimarika kila kukicha, japo wao wawili hakuna hata mmoja ambaye amepata nafasi ya kuweza kuzungumza kwamba mimi natoka na huyu, lakini pia na huyu anatoka na mimi. Licha ya ukimya huo, mashabiki wameendelea kufuatilia kwa ukaribu kuhusiana na penzi hili jipya ambalo huenda tukapata nafasi ya kuweza kuliona mwaka 2026 likiwa linapepea vibaya mno bana, usio. So nakubalizia na hii hapa ya mtu mzima Mbosso ambaye watu wengi wamedai kwamba huyu mshikaji ameharibu kumweka bonge la dada kwenye video ya Aviora, kwa sababu bonge la dada ni kama miezi 6 nyuma tu ilifanyika listening party ambayo bonge la dada alipata nafasi ya kuweza kutambulishwa kwenye industry ya Bongo, na show yake hiyo ilimfanya kuweza kupata deals mbalimbali na kutembea mikoa ya huku na kule kuweza kupiga vimeo vyake na kujikotea mpunga ambao ulikuwa umetosha sana. Interviews miezi 6 huko nyuma bonge la dada zilikuwa ni nyingi sana, lakini Mbosso ameona sio case na kuweza kumuingiza kwenye ngoma yake ya Aviola bana. So ni kitu ambacho mashabiki wengi wameona kwamba sio ubunifu ambao umetumika hapo, kwa sababu ni mtiririko wa matukio ambayo watu walishazoea. Ni mrembo ambaye ameshazoeleka, na kama angehusishwa kwenye ngoma basi angepewa pati nyingine, sio pati ambayo aliopewa. Maoni yamekuwa ni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, na wewe pia una nafasi ya kuweza kushare na kutuambia bana, huu mchongo mbona kama nauona hivi, lakini huu mchongo ni mbona kama nauona vile bana. Story ni nyingi sana, enjoy na hizo hapo. Big shout out kwa wanangu ambao wote tulikuwa mwanzo mpaka mwisho. Nichukue nafasi ya kuweza kuwaaga na kuwatakia siku njema. Chao, subscribe, bao.